Habari za wakati huu, mpenzi mtazamaji wa Millionaire TV, channel yako pendwa kabisa ambayo unaifuatilia, unajifunza mambo mbalimbali kuhusiana na kutengeneza pesa mtandaoni, mbinu halali za kutengeneza pesa mtandaoni. Leo nimekuletea mada nzuri kabisa ambayo utakuwa ufuatilie, mada ya usalama mtandaoni. Mada hii ya usalama mtandaoni imesahaulika sana. Hata wenye vyombo vyao hawajatumia muda kuanza kutoa elimu mitandaoni kuhusiana na platform mbalimbali ambazo zinatapeli watu, kuhusiana na watu individuals wanaotapeli watu. Sasa leo ninataka nikuzungumzie mada hii muhimu sana ambayo unatakiwa ufahamu, yani kila familia, kila mtu afahamu kabla hajatapeliwa mtandaoni. Zamani kabla internet haijakuwa kwa kasi Tanzania, utapeli huu ulikuwa Senegal, Nigeria, Ghana, nchi za Afrika Magharibi. Walikuwa na utapeli, unakutana na email, mwanamke au mdada mrembo kabisa na kutumia email, anakurubuni kiasi kwamba utafikia mahala utatuma pesa kwa Western Union. Ilikuwa ni utapeli huo. Sasa 5G imefika Tanzania. Utapeli umeingia Tanzania. Yani matapeli tunao Tanzania, matapeli tunao Kenya, matapeli tunao Uganda, wanashirikiana na hao wageni. Sasa kwa kwanza nitakusimulia kisa kidogo ili uweze kujua kwamba utapeli nao zungumzia ni utapeli gani. Kuna watu wametapeliwa kwenye platform inaitwa LBL, Leo Burnett London. Kuna watu wametapeliwa kwenye platform inaitwa Kalinda Investment. Kuna watu wametapeliwa kwenye platform moja inaitwa MTFE, MetaTrade Exchange, AI trading. Kule una trade USDT, una deposit USDT, una trade, unapata faida. Sasa leo nataka nikufundishe vizuri kwa kutumia case study ya Enel Green Power. Huyu ni scam mpya ambayo sasa ndio ana trend Facebook. Scam ambaye ana trend, na wote platform zao zinafanana na hii hapa nayo kuonesha ya Enel Green Power. Platform zao zote zinafanana hivi, yani software ni aina moja ya utapeli. Watakutengenezea platform kama hii, kama unavyoona. Itakuwa na msimbo wa mwaliko kama hivi, nani aliyekualika. Halafu wanataka uweze kuwaalika watu ili wewe ulipwe faida. Sasa hapo ndio watu wanapochanganywa. Unaweza kumwambia kabisa mtu kwamba wewe LBL ni utapeli. Anakuambia ni utapeli wapi wakati mimi nalipwa? Na ni kweli analipwa. Sasa nakupa triki ambazo unazicheza hawa watu. Wanachokifanya, anaweka kiwango ambacho ukideposit ndani ya mwezi mmoja utakuwa umejilipa kile kiwango ambacho umedeposit wewe. Yani yeye hatoi pesa sehemu yote ya kukulipa wewe. Kwa mfano, atakwambia deposit shilingi 300,000. Alafu kila siku utakuwa unachukua shilingi 10,000 ndio faida yako. Ukideposit shilingi 300,000, kila siku utakuwa withdraw, unaitoa shilingi 10,000. Kwa calculation ipi? Kwa maana ipi? Kwa maana kwamba baada ya siku 30 ile 300,000 uliyoiweka mle ndani ndio ile uliolipwa shilingi 10,000. Sasa wa Tanzania ambao tumekosa maarifa, huwa tunahisi hii hela sasa nimeajiriwa, wanajiita wanafanya kazi. Una watch video, unaangalia video, unapata pesa kwa siku shilingi labda 5,000 au 10,000 kulingana na kile kiwango ambacho umewekeza wewe. Sasa hebu fikiria, ni ujinga gani? Yani mtu anatafuta kazi, alafu unamlipa bosi mshahara, unamlipa bosi kwanza hela ambayo yeye ndio atakuwa anakulipa wewe kila siku mshahara wa shilingi 10,000. Yani unamlipa shilingi 300,000 bosi kwanza ili upate kazi. Alafu kisha pata kazi, kila siku wewe utakuwa unalipa shilingi 10,000. Alafu wanachokifanya, wana invest sana kwenye alika marafiki ili uweze kufanya nini? Ku-earn.
Sasa wewe unaanza kumwalika shangazi yako, unamwalika baba yako, unamwalika mjukuu wako, unamwalika binamu, unamwalika nani? Kwa sababu si tayari umeshaona wale wanakulipa wanakulipa. Umeweka 300,000 alafu wanakulipa shilingi 10,000. Kwa hiyo wewe umeshapumbazika. Unahisi kwamba utaendelea kulipwa milele. Kumbe wao wanakuchezea akili. Wanasubiri tu siku 30 ziishe. Ikitokea wewe unashindwa kualika watu, wana block account. Ili usianze kupata pesa za watu wengine ambao wanafanya kazi ya kualika watu. Ikitokea wewe unafanikiwa kwenye kualika watu, umemwalika shangazi, umemwalika mjomba, umemwalika rafiki, wamewekeza pesa, basi sasa wewe utaendelea kulipwa. Kwa sababu zile pesa ambazo ameweka yule uliyemwalika ndio zitaendelea kusupport kukulipa wewe, alafu zitamlipa na yeye. Na yeye ataendelea kualika watu wengine. Kwa hiyo zile pesa ambazo unaalika watu ndio mshahara wako wewe unaolipwa. Sasa ipo hivi. Kuna mtu mjinga mpumbavu anafurahia, anasema mbona mimi napata, shauri lao watakao feli. Mbona mimi nalipwa? Anaendelea kualika watu. Hajui kwamba anawapoteza watu. Yaani katika matapeli na yeye ni tapeli. Yaani LBL labda mmiliki anaweza kaa yuko Nigeria. Lakini wewe ambao unashawishi Watanzania wenzako kuwekeza kwenye huu mtandao ili wewe ulipwe, manake na wewe ni tapeli, unashirikiana na huyu wa huko ambaye yuko London au yuko Nigeria. Sasa unaweza kuingia hatiani, ukakamatwa, ukafunguliwa kesi, afu kabla unashangaa unasema mimi nilikuwa sijui. Kutojua sio utetezi wa sheria. Yaani wewe kutojua sio kwamba sasa ndio unaenda kujitetea kwenye sheria kwamba sasa mimi nilikuwa sijui sheria. Kwa hiyo nataka leo niwafundishe, na wewe kwa kuwa nakufundisha, unajua nyinyi wa Tanzania mna kasumba moja. Nikitengeneza video ya mnaita zile content za memes, za kuchekeshana, content za kumsema mtu, content za kufurahisha, utakuta watu wana trend, yani wana share kweli. Una share birthday sijui ya mtoto sijui wa Diamond Platinum. Hiyo inakusaidia nini? Ina manufaa gani ukishare ile birthday ya mtoto wa Diamond? Wewe inakusaidia nini? Sasa nikisema hapa wewe ushare hii video kwa marafiki zako, uweze kuokoa marafiki zako, uweze kuokoa ndugu zako wasitapeliwe, hakuna mtu atakaye share hii video. Ndio ujue kasumba tulionayo wa Tanzania. Na wakati mwingine Mungu anatulaani, tunabaki tulivyo kwa sababu ya mitazamo yetu. Video kama nzuri kama hii hutaki kushare kwa marafiki zako ili uweze kuwaokoa watu. Just imagine. Binti mmoja kutoka kijiji X kazalishwa, kaachwa. Amezalishwa, ameachwa. Ana hustle, anapambana mwenyewe ili aweze kulisha yule mtoto. Analima vibarua, anafanya nini? Yaani vitu mbalimbali ili aweze kupata pesa. Siku moja nakutana na tapeli Facebook. Anamwambia wekeza pesa uweze kupata faida. Anawekeza binti wa watu. Halafu wanamlamba zile pesa zote. Hebu fikiria yule mtoto ambaye alikuwa anamtegemea huyu mama kwamba aniletee chakula nile, nifanye nini. Sasa mama kaibiwa pesa. Hebu chukulia ile roho ya yule mtoto ipo katika hali gani? Utamuonea huruma yule mtoto? Hutamuonea huruma. Sasa kama utamuonea huruma, basi share video kama hizi ziweze kusaidia watu waweze kuelewa, wawe na uelewa. Jamani, watu wengi Facebook hawana uelewa. Watumiaji wengi wa Facebook hawana uelewa. Ndio maana wengi content wanazotengeneza ni za memes, vichekesho. Hakuna mtu anayetengeneza content zenye maana za kufundisha jamii kutengeneza pesa, kufundisha jamii kufanya kitu fulani chenye maana. Yaani no discussions ambazo zina value. Ukiangalia kila mtu page yake, yani yeye ni vichekesho. Utakuta birthday ya Diamond Platinum ina trendi kwenye page zote za Tanzania. Maadmins wote wanaripoti birthday za Diamond. Akianzisha mtu kichekesho au memes, akiposti kwenye page moja, basi wengine wote watashare. Kwa nini hamjifunzi kutoka kwa wazungu? Wazungu wenzetu wanatuongoza, wanatutawala mpaka leo kwa sababu wenzetu wanafikiria tofauti na sisi. Utaona page ya mzungu eti ina post memes, vichekesho. Utaona hiyo. Ndio maana hii mitandao yote tunayoitumia inatoka kwa wazungu. Sisi tupo
hatufikirii kuanzisha mitandao yetu. Tunafikiria tu kuanzisha vipeji ambavyo yani hatumiliki ule mtandao. Ile peji si mali yako, wewe ni cheap labor pale kwenye peji. YouTube channel hizi tunazotumia hizi, sisi hapa hatuwezi kujivunia chochote. Eti mtu anajivunia una subscribers 500,000. It is useless. Yani kuwa na subscribers hata 1,000,000 kwenye YouTube ni useless. Kuwa na followers Instagram 800,000 ni useless. Wanakusaidia nini? Unajidanganya unaweza kufanya marketing ukauza sijui vitabu ukauza nini. It can't work. Mtu akitaka kuuza vitabu anatengeneza tangazo, anamlipa mzungu Marekani kupitia Facebook. Lina trend ile tangazo, litakuja kuoneshwa na kwenye peji yako wewe yenye watu 800,000. Wewe huli hata shilingi 100, pesa inaenda kwa mzungu. Sasa leo nakufundisha usalama mtandaoni. Nilikuwa nazungumza haya ili unapoona video kama hizi, share na marafiki na wenyewe waone. Unakuta mtu ametumia muda wake kukuelimisha wewe, na mwingine hapo namuelimisha hivi, lakini yanaingilia kwa sikio la kushoto, yanatokea sikio la kulia. Yakiingilia sikio la kulia, yanatokea sikio la kushoto. Mpaka tapeliwa ndio anaamini kumbe ulikuwa ni utapeli. Yani sijui tupoje. Na unapotapeliwa wewe, manake unaitia hasara nchi. Unaitia hasara taifa. Ukituma wewe 500,000 ikaenda Marekani, ikaenda Nigeria, manake umechukua uchumi wa Tanzania ule wa 500,000 umeenda Nigeria kizembezembe tu bila manufaa yoyote. Waliosomea uchumi wanajua kwamba huwa nchi zinazuia pesa yake kutoka nje ya nchi, ila zina encourage pesa ya nje kuingia ndani. Sasa wewe mwenzetu, kwa uzembe wako na upuzi wako, unatuma 500,000 milioni kwa matapeli ambao wako huko nje za nchi huko. Unatapeliwa. Ukishatapeliwa wewe unaturudisha nyuma sisi, kwa sababu kama nchi imeprint pesa kadhaa, zisacurate zizunguke kwenye nchi yetu ya Tanzania. Shilingi kadhaa tu zizunguke hapa. Halafu wewe sehemu ya ile shilingi umeirusha imeenda Marekani. Maana yake umetushushia uchumi. Inatakiwa tuingie tena cost nyingine ya kuanza kuprint ile pesa ambayo wewe umeitoa kwenye circulation yetu, umeipeleka huko nje ya nchi. Ndio maana tunafundisha mambo ya usalama mtandaoni. Kwa kweli nimevutiwa na hii ni project ambayo sasa nimeianzisha kwa lengo la kuwa endelevu. Kila wiki nitakuwa na report tapeli mojawapo ambaye anaendelea kusacurate Facebook, anasacurate Instagram, anasacurate WhatsApp na kwingine kote, anawashawishi watu wawekeze pesa, wafanye nini. Nitakuwa na ripoti kila wiki. Kwa hiyo hakikisha una subscribe channel ya Millionaire TV. Tunapozungumzia Millionaire TV tunataka upate pesa lakini usizipoteze pesa. Pata pesa lakini usipoteze pesa. Na tutakuja na project nyingine ya kufundisha wewe sasa hizi pesa unazozipata mtandaoni ufanye nini, kama business ideas na kadhalika. Tutakuwa tunakufundisha kupitia Millionaire TV. Sasa kama wewe umevutiwa na hii idea, unataka uniunge mkono, mtoa mada, angalia namba zangu za WhatsApp hapo. Nitafute WhatsApp. Unaweza kuchangia hata shilingi kadhaa tu, hata shilingi 5,000, 10,000, ili tuweze kujitangaza zaidi, watu wajue huu utapeli. Na yani kama vile matapeli wanavyotangaza Facebook, na sisi tutangaze kwamba hawa ni matapeli. Yani tunalipia Facebook tangazo ambalo linaelezea kabisa Enel Green Power ni matapeli, kuweni makini. Basi tangazo linakuwa linazunguka Facebook, tunalipia. Sasa tunahitaji wadau ambao mnavutiwa na hii idea, muweze kucontribute chochote. Basi namba za WhatsApp ziko hapo, nitakupa njia ya kulipia, contribute chochote unajisikia kwamba unaweza uka contribute. Lakini si lazimishi wala hulazimishwi. Manake kwa ideology yetu sisi tulio wengi, huwa tunahisi kumbe huyu mtu alitengeneza hii video ili aweze kupata michango. Sasa yule atakayejisikia kuchangia atachangia. Yule ambaye hatajisikia, basi nimemsaidia, hatatapeliwa, malipo kwa Mungu. Kwa kuwa nimekusaidia wewe hujatapeliwa, manake nimesaidia na watu ambao wako nyuma yako, waliokuwa wanakutegemea wewe. Kuna watu mnategemewa, tunatambua mnategemewa. Wewe ndio baba mwenye familia, wewe ndio household. Wewe ndio unayetegemewa kusomesha mtoto. Wewe ndio unayetegemewa mtu akiumwa utoe matibabu. Alafu leo unatapeliwa pesa. Maana ukitapeliwa wewe, yule aliyokuwa anaumwa hospitali atafariki, atakosa dawa. Je, unapenda watu wafe? Hapana.
Jibu ni hapana. Ndio maana tupo hapa tunatoa hizi mada tuweze kuwasaidia na nyinyi msiweze kutapeliwa. Sasa leo nimekuambia Enel Green Power ni tapeli. Wanachokifanya hawa matapeli, wanatafuta kampuni yoyote ambayo inafanya kazi halali. Kwa mfano, wanaweza katafuta kampuni kama inaitwa labda Abudi, inahusiana na mambo ya usafirishaji. Abudi si ipo, imesajiliwa kisheria. Sasa mtu mwingine anatengeneza platform ambayo inasomeka kama Abudi, lakini si platform ya Abudi. Alafu anakuja anasema kwamba sasa Abudi wametoa share, watu mnunue share muwekeze. Abudi anajihusisha na mambo ya usafirishaji. Kwa hiyo unanunua sehemu ya usafirishaji. Kwa mfano unachangia labda 500,000 ili anunue magari. Yale magari yanavyosafirisha watu, basi wewe unakuwa unalipwa zile tunaita nauli. Wewe unakuwa unalipwa kila siku labda shilingi 10,000. Kwa hiyo changia 500,000 kila siku, labda ulipie shilingi, unalipwa shilingi 15,000. Sasa wewe utaingiza pesa? Si unajua ni Abudi ni hawa na kweli wamesajiliwa? Kumbe sio Abudi hawa. Yeye ni tapeli, ametumia jina la Abudi. Sasa nimekufundisha, nimekuelewesha. Kesho tena uendelee kubisha kwamba mbona Green Power wapo, ni kweli wapo sijui nchi gani, wanahusika na mambo ya sola. Sio hawa ambao sasa ndio wana hii platform, ni tofauti na hawa. Wale ni wengine, wale hawahusiki na haya mambo ya kuwekeza hivi. Ila huyu anatumia jina la wale ili kukuaminisha wewe utume pesa kwenye platform ya hawa. Kwa mfano, na kutolea mfano, hii ya tapeli inaitwa enelgreenpower.cloud. Hawa ni matapeli. Website ya matapeli inaitwa enelgreenpower.cloud. Lakini tukisema tutafute Enel mwenyewe tutamwona Enel mwenyewe website yake. Tunaingia Google hapa, tunaandika Enel Green Power. Utaona hii hapa. Huyu ndio Enel mwenyewe sasa, ambaye hahusiki na utapeli. Yeye ni kweli anahusika na mambo ya sola. enelgreenpower.com. Hawa ndio sahihi sasa. Na hawa hawahusiki na mambo ya uwekezaji. Hawa wanahusika na mambo ya energy kama hivi, renewable energy kama hivi. Sasa huyu Enel ambaye ni tapeli ametumia jina la huyu ambaye ni sahihi. Unamwona? Anahusika na mambo ya uwekezaji wa wind. Huyu Enel mwenyewe mambo ya solar, wind. Sasa anatumia hili jina, yeye kafungua platform nyingine ambayo haishi na .com, inaishia na cloud. Yaani inatumia extension ya cloud. Ili awachanganye watu wahisi ni Enel huyu hapa, kumbe ni Enel mwingine. Watu ndio wanatapeliwa kiasi hicho. Kwa mfano ile Leo Burnett London LBL, kweli kulikuwa na kampuni inaitwa Leo Burnett London ambayo iko Uingereza. Lakini huyu tapeli ambaye yuko sijui ametoka Nigeria sijui wapi, anatumia jina la yule kujifanya ndio yeye, alafu analeta project ya kuwekeza Tanzania. Basi Tanzania mnachanganyikiwa, mnawekeza. Kuna project nyingi za utapeli ambazo zinahusiana na uwekezaji. Kwa mfano mtu anakuambia kuna kuwekeza sijui kununua ng'ombe, unamnunua ng'ombe wa maziwa sijui Marekani, unakuna mlisha chakula kila siku, unamlisha chakula, yani kwa pesa, si unamlisha unampa majani, unachangia pesa ya kununua chakula cha kumlisha ng'ombe ambaye yuko Marekani, alafu eti ukikamuliwa maziwa kila siku wewe, yale maziwa yakiuzwa ndio unalipwa faida. Ule ni utapeli. Kuna kuwatch video, unakuna watch vitangazo, unaangalia vimovie, unalipwa kila siku hela, huo ni utapeli. Enel yeye amekuja kitofauti, huyu tapeli. Enel tapeli amekuja tofauti kidogo. Yeye anasema kwamba una kodi sola au wind, vifaa vya umeme. Alafu unapo vile vifaa vinakuwa vinatoa huduma kwa watu duniani. Kwa hiyo zile faida ambazo wanalipia wao umeme ule nishati, basi wewe ndio unalipa ile faida. Ni utapeli tu.
wanachokitaka wewe uwekeze pesa, rafiki zako wawekeze. Wakishafikisha kiasi kadhaa, wanafunga platform, wanaondoka. Energy Crowd. Hawa ndio matapeli hawa. Matapeli ni hawa. Sasa ukiona platform yoyote ina nambari ya simu, ina enter password, inathibitisha password, ina msimbo wa mwaliko, achana nayo. Hao ni matapeli. Yaani platform yote ambayo utaona ina interface hii hapa, inaonekana hivi, achana nayo. Usiingie, usiwekeze wala usijisajili. Sasa mpenzi mtazamaji, nadhani nimezungumza sana kukusaidia, kukuelewesha, umeelewa. Energy Green Power ni tapeli. Saidia kushare na marafiki ambao wanakupa links za Energy. Waambie wewe, tazama hii video, unaenda kuibiwa. Na kama umeshaingiza pesa huko basi umeibiwa. Shukuru Mungu kama hizo pesa zako wakulipe hizo elfu ngapi za kila siku, irudi ile pesa yako ambayo umewekeza. Ila usisajili watu wengine, maana kuna wapoteza. Pokea zile pesa zako zile, pokea. Ikifika mwisho wa mwezi zimeisha. Kama watakufungia account wakufungia, lakini shukuru Mungu kama umerudisha faida yako, kama umerudisha pesa yako ambayo umewekeza. Vinginevyo hizi platform hazifanyiki kazi zaidi ya mwaka mmoja na kidogo. Yaani inaweza kufanya kazi miezi mitatu ikaondoka, ikafanya kazi miezi 6, mwaka mmoja ikaondoka. Ikifanya sana ni miaka miwili, kama MTFE ilifanya kazi miaka miwili. Inaaminisha watu kwamba wanalipwa, lakini alichokuwa naangalia ni ile flow ya pesa, zinazoingia ni kiasi gani, zinazotoka ni kiasi gani. Akiona zinazoingia zipo sawa na zile zinazotoka, anaendelea kuivutia kasi. Akishaona zile zinazoingia ni nyingi kuliko zile zinazotoka, anafunga mtandao. Ili zile zilizoingia nyingi basi waondoke nazo, ndio faida yao ya matapeli. Kwa hiyo nimezungumza kukusaidia. Energy Green Power ni matapeli. Saidia kushare. Najua kushare video unajua jinsi ya kushare vizuri kabisa. Ila wengi hamtaki kushare kwa sababu vitu vizuri kama hivi huwa hamshare. Unachotaka nyinyi memes, vichekesho. TikTok na kadhalika. Sasa video za muhimu kama hizi huwa hamshare. Zenye faida kama hizi hamshare. Na video kama hizi huwa hazipatagi views. Hazipati views kwa sababu hamshare. Lakini mtu akitengeneza kivideo cha ajabu cha kutembea uchi, kitaoneshwa na watu wengi sana. Watu watashare. Tubadilike, tutafute pesa. Kumbukeni kuna uzee unakuja. Msije mkawa mizigo tena. Tafuteni pesa muda huu vijana. Tafuta pesa. Kazana mtandaoni kutafuta pesa, sio kushare memes. Tafuta pesa. Wekeza. Kati ya matajiri 10 duniani, matajiri 7 wamepata utajiri wao online. Kizungumzia kina Mark Zuckerberg, mmiliki wa Facebook, Elon Musk, mmiliki wa Twitter, Jeff Bezos, mmiliki wa Amazon, Larry Page na Sergey Brin, wamiliki wa Google. Ni hizi Microsoft, online business. Hawa kina Bill Gates, ukizungumzia kompyuta unazungumzia online. Kwa sababu lazima ununue software online, anaziuza. Utanunua kompyuta lako device, lakini lazima ununue software udownload online. Kwa hiyo yani ninapokuambia hivi kwamba kati ya matajiri 10 duniani, matajiri 7 wamepata utajiri wao mtandaoni. Mitandao yenyewe ndio hii. Sasa unataka upate maarifa, mtandao gani unaweza kuingiza pesa na ufanye nini ili uingize pesa? Tuna program ya kutengeneza blog. Unaweza kuwa na blog, unafundisha makala mbalimbali, unazosomea, unakuna lipwa. Blog unapata bure kabisa. Kama utakuwa unaandika content za Kiingereza, unapata blog bure. Tafute WhatsApp, namba yangu hiyo hapo juu kama unavyoiona kwenye hii video. Niambie nataka nifanye kitu fulani mtandaoni, mimi nimesomea 1 2 3. Hebu ni train blaza, nitakutrain vizuri kabisa. Halafu kabla hujaanza kukurupuka unawekeza pesa mtandaoni, nitafute WhatsApp, namba zangu hizo hapo. Niambie hivi mtandao unauonaje huu? Huu mtandao kweli ni salama huu? Mimi nitauresearch ule mtandao ndani ya dakika 5, nitakwambia huu mtandao ni fake, achana nao, au huu mtandao ni salama, wekeza. Kwa hiyo ninasaidia kutoa consultation kama hizi. Mimi muda wote nipo online. Wewe niangalie muda wote mimi WhatsApp niko online. Nasaidia vijana,
wakati unasaidia vijana na unapata fadhila, unapata na vingine. Ndio maana nikasema yule anayevutiwa na kuchangia chochote, changia, usiwe yani mgumu. Angalau huyu jamaa ametusaidia mara vitu vingapi? Kama mtu amekuokoa usipoteze 500, unashindaje kuchangia hata shilingi 10,000 tu M-Pesa, kwamba kunywa soda hiyo hapo. Umeniokoa. Nilikuwa nataka niwekeze 500. Baada ya kuona hii video umeniokoa sana. Nilikuwa naibiwa 500. Chukua hii, kunywa soda. Unashindwa nini? Ukiwa na moyo mgumu utashindwa kupata na wewe. Yaani ukiwa mtu mwenye roho ngumu hivi kwamba hau appreciate hata vitu vizuri, utaendelea kubaki hivyo kama ulivyo.